Uende kwa Toyota uambie nataka mnitengenezee hii gari na ikuwe na miguu 6. Shikeni pesa ni hii, mnitengenezee hii gari. Toyota inakwambia hatujaanza kutengeneza hiyo gari, hatujui kama tunaweza tengeneza hiyo gari na hatujui tutatengeneza lini. We are paying for a system 104 billion yenye haijatengenezwa. Safaricom inasema hii Safaricom ndio imesimamia hiyo consortium. Hii system sisi hatujatengeneza, ndio tunatengeneza. Sasa nyinyi mkuwe patient. Na wakaambia Ruto hii system haiko ready. Mkuwe patient. Ruto akalazimisha. Tungeendelea na hii NHIF hata tumalize hii mwaka. Pale next year mwezi wa pili tuanze hiyo SHA. After system imekuwa complete. The system was rushed. It is not even done. Haiko hata nusu, haiko hata 25% complete. You would imagine unalipia kitu hajatengenezwa. Na hata mwenye anatengeneza anakuambia siko sure kama nitatengeneza. Hii NHIF bado ingetusava hadi mwaka hii. Na hii NHIF system yake haikuwa mbaya sana. Hiyo system ingekuwa revamped na ingekuwa renovated. Itupe system yenye ingehandle yenye iko the same na SHA. Hii 104 billion tutatumia kwa SHA ni wizi. The experts who understand these things wali advise Ruto with 10 billion shillings. Wengine hata with 1 billion shillings. Tunaweza renovate hii system ya NHIF ikuwa up to standard. Sababu issue kubwa ya NHIF ilikuwa kuhandle claims. Na hii system ya SHA bado ilishindwa kuhandle claims. They brought in Savannah Informatics, they handle the claims. Na wanalipa Savannah Informatics 1 billion. Wakiulizwa, hii Savannah Informatics mnaongeza 1 billion. Inaongezeka kwa ile 104 ikuje 105. Hawajibu. So tell me as a Kenyan, how do you trust such a government? Ya pili, mambo ya EU hapa ya Raila tumerudia sana. Nyinyi mlituambia sisi kama wananchi hatupigi kura. Mwenye anapiga kura ni Ruto. Mkatuambia hata tukipiga kelele aje, apite, asipite, hiyo yetu ni excitement na ni emotions. Sasa saa hii kwa nini mnakasirikia Wakenya wenye wanasema wa support Raila? Hawapigi kura after all. Ni Ruto tu atapiga. Ni Ruto tu atapiga. Raila Amolo Odinga kiasi tu. Asintur, kiasi tu. Raila Amolo Odinga ni kiongozi wa Kenya, kiongozi ambaye amefuatwa na Wakenya miaka mingi. Raila Odinga garnered close to 7 million votes. Hapa 2022 sio mbali. Kiasi Willis. Alipata 7 million votes. What does that tell you? That Raila Amolo Odinga ana enjoy support ya half the government. Sasa unaitisha time sababu si support serikali. Raila anasupportiwa na half of Kenyans. Na possibly hata hii 2022 alishinda. Si mnajua 2017 alishinda. Hata 2007 kila mtu anajua alishinda. Watu wengi wanaamini Raila ndio walikuwa tupe direction na hata wanaamini Raila anaweza kuwa president Kenya. Wakenya walishangaa, huyu Raila tumemwekea hopes zote, sasa ameachana na sisi, ametuacha mataani, amekimbia kwa Ruto. How do you expect Kenyans to be happy with Raila Odinga after amefanya hiyo? You do not expect them to be happy after Raila betrayed all these Kenyans. Nimeona propaganda mingi sana, mkieneza propaganda kuhusu Wakenya wengine. It is not only Luos who voted for Raila Odinga. Mimi nilipigia Raila Odinga kura na sio mara ya kwanza na sio ya pili. Na kama angekuwa hajaenda kwa Ruto hata hiyo 2027 ningempea kura kama hakuna young person mwenye ako kwa hiyo ballot na kama Mtata yuko kwa ballot. We had our hopes in Raila Amolo Odinga na sisi tunashangaa kwa nini alienda kwa Ruto. You cannot expect us to support him na ameenda kwa Ruto. Na huyo Ruto ndio tumekataa. That is the problem Kenyans have with Raila Odinga and they do not hate him. They hate his choices. They hate his choices. Kiasi kiberenge. Nikimalizia kabisa. Leo nikisoma kwa newspaper nimeona mambo mawili. Serikali imepropose mradi wa LPG. Ipeleke gas kwa kila shule za public. Hiyo mradi ya LPG inakaa mradi mzuri na inakaa mradi yenye inaweza tusaidia. Lakini ile ukora iko hii Kenya, mnatufanya tunaangalia kila kitu kwa jicho tatu. Kila kitu ikikaa mzuri, hapo ndani tunapata mmeficha kitu. Mkasema airport, tukaangalia kidogo tukapata mmeficha. Mkasema SHA, hakuna shida na kamera. Mimi naongea na wananchi. Mkasema SHA iko sawa, tukaangalia kidogo tukapata shida. Mkasema mambo ya affordable housing iko sawa, tukaangalia tukapata shida. Sasa hapa kwa hii LPG mimi naona kuna shida. Kuna mtu tunajua huwa ana supply gas Kenya.
Tunajua mtu anatengenezaga mambo ya mitungi ya gas. Tunauliza, huyo ndio umempea hiyo maneno ya gas? Sisi tunajua. Hiyo mambo umeficha, sisi tunaona. Ya mwisho kabisa, mambo ya devolution. I would want to congratulate Ruto on this. Kwa mambo ya devolution, kiasi tu. Kwa mambo ya devolution, Ruto ameweza. Ruto leo amesema mambo ya devolution lazima tu fast track. Hizo functions zimekaa kwa national government, tupeleke kwa counties na wapewe pia pesa. Kama kuna kitu serikali imefanya right kwa hizo miaka 2 ni hiyo peke yake. Pesa zipelekwe kwa counties au magavana wenu muende mu oversight. Msiache governor aibe. Kama amwachi Ruto aibe, msiache governor aibe mkiona. Shapelekwa wamesema tu. Baba is the wacha mimi